Kitabu cha Efeso 5:18. Efeso 5:18. Nitasoma. Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Bwana Yesu asifiwe. Naomba yule mwenye Biblia turudie tena andiko hili tulisome kwa pamoja. Yule mwenye Biblia, 1, 2, 3, twende. Tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, kichwa cha ujumbe ni matokeo ya kujazwa Roho Mtakatifu. Hii ni ibada maalum sana. Matokeo ya kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linatuambia tena msilewe kwa mvinyo, ambamo mna ufisadi, bali mjazwe Roho. Paulo katika Roho anatumia mfano huu wa kulewa. Mtu akilewa anakuwa mlevi. Akilewa hata kutembea kwake unajua huyu ni nani? Ni mlevi. Maana anapepesuka. Anafanyaje? Anapepesuka. Hata kuongea kwake anaonyesha kuwa ni mlevi. Maana anaongea kilevi. Unaniambia nini wewe? Mlevi. Hata kuwaza kwake ni kilevi. Maana mawazo yake sio mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mlevi amejazwa na ulevi kwa kila neno na kwa kila tendo lake. Sasa hapa tunaambiwa na Roho Mtakatifu ya kwamba tena msilewe kwa mvinyo. Tunakatazwa kulewa, ambamo mna ufisadi. Maana huo mvinyo una ufisadi ndani yake. Bali mjazwe Roho. Yaani kujazwa kwetu Roho iwe kama kulewa. Iwe kama kufanyaje? Kulewa. Yaani tunapokuwa tumejazwa Roho, tunakuwa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu tunachokifanya ni Roho huyo, kama ilivyokuwa kwa mlevi. Mtu anakutukana, hamna shida, Mungu akubariki. Akubariki. Ujitambue. Utakapojitambua utakuwa hivyo. Haudhiki. Haleluya. Unapopita katika magumu bado unatumaini, maana uko na Roho. Amekujaza. Amekufunika. Bwana Yesu asifiwe. Unapopita katika magumu kwa sababu umejazwa Roho, basi hauna wasiwasi. Hiyo ndio maana ya kujazwa Roho. Bwana Yesu asifiwe. Maana utishiki. Hata mtu akikwambia nitakuua kwa ajili ya huyo Yesu, mwache, la sivyo nitakuua, la sivyo nitakufukuza, utamwambia fanya yote. Mlevi wa kweli kweli huwa anaacha kunywa pombe anapoingia kaburini. Anapoingia wapi?
kaburini. Kwa sababu ulevi hawezi yaani akiwaona watu wanakunywa, yaani huyo kashaelekea. Na wewe unapaswa usitenganishwe na Yesu mpaka kaburini. Mpaka kaburini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu umejazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu aliyejazwa na Roho Mtakatifu yuko tofauti. Ana matokeo fulani ya tofauti. Leo tutayaangalia hayo. Na niombe sana, baadaye tutafanya maombi ya kujazwa na Roho. Bwana Yesu asifiwe. Ili na wewe uweze kuwa na matokeo haya ambayo tunayaona hapa. Haleluya. Uko tayari kujazwa na Roho wa Bwana? Uko tayari siku hii ya leo asikupite? Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Tunaona hiyo ni glasi ya maji. Bwana Yesu asifiwe. Hapo unajazwa na Roho kwa kiwango kikubwa. Unajazwa na Roho. Unajazwa na Roho mpaka kumwagika. Haleluya. Yaani kujazwa na Roho inatakiwa isiwe na kipimo. Unapojazwa na Roho isiwe na nini? Na kipimo. Hapa tunasema amefurika. Amefurika. Huyu sasa anakwenda ni silaha ya Bwana. Haina kizuizi. Bwana Yesu asifiwe. Hauna cha kukuzuia wewe katika kuwa mtakatifu. Hauna cha kukuzuia wewe katika kumwendea Yesu. Wewe umejaa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umefanyaje? Umejaa. Hauna cha kuzuia. Roho wa Bwana amekufunika, amefurika ndani yako. Ndio maana inaonekana kwa ishara ya kunena kwa lugha mpya. Bwana Yesu asifiwe. Tunapaswa tutamani. Yesu anasema mtu akiona kiu na aje wapi? Kwangu. Mtu akiona kiu na aje wapi? Kwangu. Ukitamani kujazwa na kufurika, unapaswa uende kwa Yesu. Unapaswa tu uwe na imani. Unapaswa tu uwe tayari. Ile lugha itakujia. Itakuja kwako. Na itafanya matokeo makubwa yatakayomletea Mungu utukufu na sifa. Haleluya. Unatamani? Unatamani? Hata kama umejazwa, wewe omba kutamani kujazwa kwa viwango vipya. Haleluya. Leo ni ibada maalum. Ibada maalum. Ninatamani wote tujazwe. Ninatamani wote tunene kwa lugha. Ninatamani wote tumwambie Mungu jambo katika Roho. Haleluya. Kwa hiyo tamani sana kujazwa. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuangalie mfano wa mtume Petro. Kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu, huyu mtume Petro alikuwa mwoga sana. Hakuwa na ujasiri wa kufanya mapenzi ya Mungu. Amen. Naomba tulione hilo katika kitabu hiki cha Luka, sura yake ni 22. Luka 22 mstari wake ni wa 31 mpaka ule wa 34. Neno la Mungu linasema, akasema, si
Simoni, Simoni, tazama shetani amewataka ninyi apate kuwapepeta kama vile ngano, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isitindike, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Akamwambia, Bwana, niwapo pamoja nawe mimi ni tayari kwenda gerezani au hata kifoni. Akasema, na kuambia Petro, jogoo hata wika leo kabla ya wewe hujanikana mara 3 ya kuwa hunijui. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mazungumzo kati ya Yesu Kristo Bwana wetu na Petro. Na mazungumzo haya yanaonyesha mtu ambaye bado hajajazwa kwa viwango vya kufurika na Roho Mtakatifu jinsi alivyo. Hapa Petro anatamani sana kuwa pamoja na Yesu hata kama ni gerezani, kuwa pamoja na Yesu hata kama kwenye kifo, kwamba mimi nitakufa pamoja na wewe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Niko tayari. Niko tayari kwenda na wewe popote. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kama basi sisi tunavyopeanaga ahadi. Nitakuwa pamoja na wewe katika shida. Mambo yakianza, unaanza kukwefia, unaanza kukwepa. Hapana. Lazima uishi ule ukiri wako. Na hii inawezekana tu pale ambapo umejazwa Roho Mtakatifu. Tamani sana hili. Hakuna jambo gumu kama umejazwa na Roho Mtakatifu, yote yanawezekana. Haleluya. Iwe baridi, iwe joto, iwe mchana, iwe usiku, kama umejazwa na Roho Mtakatifu, kwako ni sawa. Mwenzako abadilike hata aweje, kama umejazwa na Roho Mtakatifu, kwako wewe ni sawa. Jamani, sijui kama mtu mmoja ananielewa. Sijui kama mtu mmoja anatamani kujazwa na huyu Roho. Maana mambo yanakuwa sawa. Haijalishi nini, no matter what. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unazidi kusonga. Mpaka watu wanasema huyu inakuwaje anaishi kwenye ndoa mwiba namna hii? Yaani ingekuwa ni mimi, hakuna mwingine tena. Hakuna mwingine tena. Ni Roho wa Bwana aliyefurika ndani yake, aliyemjaza, anayemwezesha katika mambo yote. Haleluya. Tamanini hili. Tamani hili. Hakuna kukwazwa ukakwazika. Umenipata hapo? Yaani kukwazwa kupo, lakini kukwazika kwake yeye aliyejazwa na Roho wa Bwana hakupo kabisa. Hakupo kabisa. Yaani hamna hiyo habari kwake yeye aliyejazwa na Roho wa Bwana. Ni nani anatamani kuwa na hii amani? Ni nani anatamani kuwa na hii neema? Ni nani ana shauku? Ni nani mwenye kiu amwendee Bwana ili aweze kunywa? Haleluya. Kwa hiyo Petro anajikoke, anasema hata kifoni mimi niko pamoja na wewe Bwana. Hata kwenye kifungo gerezani mimi niko pamoja na wewe Bwana. Lakini hapa bado hajafanywaje? Hajafurika. Kwa sababu kisha okoka tu unampokea Roho Mtakatifu, lakini kwa katika kiwango cha chini. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikuonyeshe tena hapa.
kumpokea Roho Mtakatifu katika kiwango hiki cha chini. Pindi unapookoka tu, unapompokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unampokea Roho Mtakatifu katika kiwango hiki. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shauku yako, kuwa na kiu kwako, hamu yako, matamanio yako ndiyo yanayowezesha kujaa na kufurika. Mtu mmoja aseme amina kama anaelewa. Haleluya. Kwa hiyo ukimpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, yani hapo hapo unajazwa kwa kiwango cha chini. Lakini vile ambavyo unaendelea na maisha ya Ukristo, unavyotamani kujazwa, kubatizwa, hapo ndipo kiwango kinazidi kupanda. Haleluya. Ndio maana Yesu anatuambia kwamba mtu akiona kiu na aje kwangu, mito ya maji yaliyo hai itatiririka kutoka wapi? Tazama, huyu mtu alikuwa na kiu, lakini sasa mito ya maji yaliyo hai inatiririka kutoka wapi? Kutoka kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ina maana utajazwa na kufurika, na hiyo mito itatoka kutoka kwako. Haleluya. Haleluya. Hapo umetamani, ujazo unaendelea, ujazo unaendelea, ujazo unaendelea, jinsi unavyotamani, halafu unaanza kufurika, mito ya maji inabubujika kutoka kwako. Haleluya. Ndivyo ilivyo hata kwangu mimi na wewe. Kama tukitamani, tunaweza hakika kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona udhaifu wa Petro kabla ya kujazwa Roho Mtakatifu. Naomba tuuone hapa katika Luka 22:54 mpaka 62. 54 mpaka 62. Neno la Mungu linasema, wakamkamata. Wanamkamata nani? Yesu. Wakamkamata, wakamchukua, wakaenda naye nyumbani kwa kuhani mkuu. Yesu hapo yuko chini ya ulinzi, na Petro alimfuata kwa mbali. Yani hajamfuata kwa karibu. Alimfuata wapi? Kwa mbali. Yani Yesu yuko kule, ameshikwa kule na maaskari. Petro yuko kwa nyuma kama vile hamjui. Lakini hapa nyuma alisemaje? Nitakuwa pamoja na wewe hata gerezani, hata kifoni. Kwa mbali. Na walipokwisha washa moto katikati ya kiwanja, waliketi pamoja, naye Petro akaketi kati yao. Sasa wakiwa wamekaa pale, ndipo mjakazi mmoja akamwona ameketi mwangani, akamkazia macho, akasema, na huyu alikuwa pamoja naye. Yani akaanza na huyu, wewe ulikuwa pamoja na Yesu. Akakana akisema, mwanamke, simjui. Wewe mwanamke, wewe simjui. Bwana Yesu asifiwe. Baadaye kitambo mtu mwingine alimuona, akasema, wewe nawe mmoja wao. Petro akasema, mtu, si mimi. Kikombe kiko chini, bado kujazwa na kufurika bado hakupo. Bwana Yesu asifiwe. Halafu yapata saa moja, mtu mwingine alikaza kusema, yani sasa huyu ndo alimkazia, akasema, hakika na mtu huyu alikuwa pamoja naye, kwa kuwa yeye pia ni Mgalilaya. Petro akasema, mtu, sijui usemalo. Yani hata unalolisema mimi sielewi. Na papo hapo alipokuwa katika kusema, jogoo aliwika. Bwana akageuka akamtazama Petro. Petro akalikumbuka lile neno la Bwana, jinsi alivyomwambia, leo kabla hajawika jogoo utanikana mara 3. Akatoka nje akalia kwa machozi. Bwana Yesu asifiwe. Hii inawezekana.
Kama hujajazwa Roho Mtakatifu, hata kuhubiri abiria mwenzako mlionaye kwenye bajaji, kuhubiri abiria mwenzako mnesafiri naye kwenda Mwanza, Dar es Salaam, Arusha, kumwambia habari za Yesu, huwezi, unaogopa, unakaa na Yesu mbali. Lakini kama ukijazwa Roho Mtakatifu, utakuwa na mshawasho, utakuwa na hamu na kiu ya kumtaka Yesu ajulikane kwa kila mtu anayesogea mbele yako, anayesogea karibu yako. Utatamani sana watu waache maovu. Ukimwona anayetenda mabaya utamfuata, utamwambia, mpendwa, sisi hatujazaliwa tufanye haya. Haya ni matendo mafu. Tulikwisha kuzikwa katika kubatizwa kwetu, tukazika utu wa kale, tukafufuka katika utu upya. Sasa kwa nini unayafanya haya? Unaanza kushughulikia mambo hayo kwa sababu umejazwa Roho Mtakatifu. Haleluya. Tamani kujazwa Roho Mtakatifu. Tamani kuwa na mshawasho wa Yesu. Maana mlevi hajui yule mtu aliyoko mbele yake kwa wakati huo. Yaani yoyote ataongea naye, wewe niache wewe bwana. Hata kama ni baba yake, mzee wake, babu yake, wewe dingi unasemaje? Yaani yeye anaongea na yoyote. Kwa nini wewe usiongee na mtu yeyote ukamwambia unajua, unamfahamu Yesu, unamfahamu kibinafsi, aliyonitendea ni makubwa, naomba nikuelezee. Unamweleza, unamuongoza sala ya toba. Haleluya. Unamleta kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Naomba tuendelee kuangalia huu mfano. Baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, ilimpa mtume Petro nguvu na ujasiri mwingi wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na ujasiri mwingi wa kuyafanya mapenzi ya Mungu. Hebu tuangalie sasa katika andiko hili, Matendo ya Mitume sura ya 2 na mstari wake ni wa 14 hadi wa 21. Neno la Mungu linasema hivi: lakini Petro akasimama pamoja na wale 11, akapaza sauti yake akawaambia, enyi watu wa Uyahudi na ninyi nyote mkao Yerusalemu, lijueni jambo hili, mkasikilize maneno yangu. Kumbuka hapa Roho Mtakatifu alikwisha kuwashukia tayari. Walikwisha kujazwa. Walikwisha kunena kwa lugha. Na wakati wangali wakinena kwa lugha, mataifa wanawashangaa na Wayahudi wote. Petro anasimama kwa ujasiri mkubwa. Anasema, sikilizeni. Sivyo mnavyodhani watu hawa wakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Kwamba wale watu wa Yerusalemu walifikiri kwamba wakina Petro wamelewa. Yaani walipokuwa pale wanafunzi wa Yesu yapata 120 walifikiri kwamba wamelewa. Sasa akaanza kuwajibu. Kumbuka huyu ni mtu aliyekuwa muoga. Anaulizwa hata na kijakazi kwamba wewe ni mmoja wapo, anasema mimi simjui. Lakini leo hii anainuka kwa ujasiri mkubwa kwa sababu tayari amekwisha kufurika Roho wa Bwana. Haleluya. Akasema, sivyo mnavyozani watu hawa hawakulewa, kwa maana ni saa 3 ya mchana. Lakini jambo hili ni lile lililonenwa na kwa kinywa cha nabii Yoeli. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Naam, na siku zile nitawamwagia watumishi wangu wanaume na wanawake roho yangu, nao watatabiri. Nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke wa moshi.
jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo kuu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Anawahubiria watu bila uoga wowote. Anawaambia wazi wazi maprofesa, anawaambia wazi wazi wakuu wa mikoa waliokuwapo pale, wakuu viongozi, anawaambia tena pasipo kupepesa macho, kwa sababu tayari anao ujasiri ambao ameupokea katika roho. Unatamani kujazwa? Unatamani kujazwa? Haleluya. Naomba tuangalie matokeo ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Tunapokea nguvu ya kumtumikia Mungu. Tunapopokea Roho Mtakatifu, tunapojazwa na Roho Mtakatifu, tunapokea nguvu ya kumtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima uone kitu cha kufanya kwa Bwana. Haleluya. Ni lazima uone hicho kitu. Ikiwa unafanya kitu kwa Bwana, ujue Roho wa Bwana anakaa ndani yako. Haleluya. Haleluya. Ikiwa unamtumikia Bwana kwa namna yoyote ile, unasema hii hapa ni kwa ajili ya Bwana, fanya hayo, Mungu atatukuzwa. Kwa hiyo matokeo haya ndio yanayotarajiwa. Uwe na mzigo na kazi ya Mungu. Iwe kwa mchango wako, iwe kwa kazi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mama anafanya usafi hapa kanisani kweli kweli, kwa moyo mkunjufu kabisa. Si yeye, ni kufurikishwa kwa yule Roho ndani yake. Anatamani cha kushika na kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Anatamani cha kufanya. Wenzetu wakuwepo siku ya Jumapili wanakuambia, "Bana, siwezi kupitwa na baraka. Nataka na mimi nihesabiwe hizi baraka." Anaamua kusema na kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Roho wa Bwana atendaye. Haleluya. Kwa hiyo tunapokea nguvu ya kutumika kwa Bwana. Lakini pia hutuzidishia tunda la Roho Mtakatifu. Tunda la Roho linakuwepo. Na haya ndio mambo ambayo yanatarajiwa kwako. Wewe ambaye unanena kwa lugha mpya, kumtumikia Mungu zaidi kunaongezeka. Lakini pia kuzidisha tunda la Roho. Lile tunda ni moja. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuliangalie katika Galatia hiyo 5. Galatia 5:22. Neno la Mungu linasema, "Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria." Bwana Yesu asifiwe. Hili tunda linaongezeka ndani yako, yani upendo unaongezeka, furaha yako inakuwa kamilifu, na wala sio ya muda tu. Bwana Yesu asifiwe. Furaha itakiwa iwe kwenye vitu, furaha inatakiwa iwe kwa sababu umejazwa Roho wa Bwana. Haleluya. Haleluya. Furaha huwezi kuiweka kwenye matokeo fulani. Furaha iweke kwa sababu Roho wa Bwana anakufunika. Yuko pamoja na wewe, anakuhakikishia usalama wako. Bwana Yesu asifiwe. Amani, uvumilivu unaongezeka. Utu wema, unakuwa ni mtu wema kwa matendo yako. Fadhili, unawafadhili wengine. Lakini uaminifu unaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Upole, sio hasira na ukali. Kiasi, uwe na kiasi kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na juu ya mambo kama hayo hakuna nini? Hakuna sheria. Kumbuka ya kwamba
mambo haya yanaongezeka ndani yako. Na kama yasipoongezeka, ama na utumishi wa Mungu usipoongezeka ndani yako, hata kama unanena kwa lugha, hizo sio lugha sahihi. Tunaitambua lugha kwa yale ambayo unayaishi. Utumishi wako mbele za Mungu na tunda la Roho lilivyoongezeka ndani yako, tunaona sasa huyu amejazwa na Roho Mtakatifu, hajajazwa na mapepo. Kwa sababu kuna kujazwa kwa mapepo na kuna kujazwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Ili tuweze kutambua huyu mtu ananena kwa lugha ya Roho Mtakatifu, ni maisha yake, ni matendo yake, ni matokeo yake. Mwambie mwenzako, matokeo yako ndio Roho wa Bwana. Haleluya. Sio kwamba huyo sijui ananena kiaina gani, sijui huwezi kutofautisha, kwa sababu ile lugha wewe huielewi, unenena na wewe unayesikia pia huielewi, lakini matendo yanaeleweka. Kwamba huyu mtu ana mahasira, ana mahasira sana, hana amani, huyu mtu ni wa ajabu. Halafu ananena kwa lugha. Hapana, hizo sio lugha za Roho Mtakatifu, hizo ni lugha za mapepo. Lugha za nini? Za mapepo. Kwa hiyo unaponena kwa lugha lazima uonyeshe utumishi zaidi mbele za Bwana. Tunda la Roho kuongezeka ili Bwana akapate kutukuzwa ndani ya maisha yako. Haleluya. Kwa hiyo hutuwezesha kutunza utakaso. Utakaso. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nasikiliza kipindi cha asubuhi, nikashangaa kwamba ipo dhambi za aina mbili. Iko dhambi ya mauti na isiyo ya mauti. Dhambi unayoifanya kwa makusudi, yani unajua hii ni dhambi unaifanya kwa makusudi, hiyo inaitwa ya mauti. Ni hatari. Dhambi isiyo ya mauti ni ile ambayo unaifanya pasipo kujua. Kwa mujibu wa somo la asubuhi, mama yule alikuwa anafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Tutunze utakatifu. Haleluya. Tutunze nini? Utakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu anaweza kujazwa Roho Mtakatifu kwa imani. Kwa kuwekewa mikono na mtu aliyejazwa nani? Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba uandike haya maandiko, lakini nitakuelezea kwa ajili ya muda ili twende tukafanye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba kina Apolo walikutana na Paulo. Walipokutana naye, kina Apolo alikuwa ni mhubiri mzuri sana wa neno la uzima, aliyekuwa akitetea injili sana. Lakini katika wakati wake alikuwa hajajua habari za kujazwa Roho Mtakatifu. Alipofundishwa na Paulo, akawekewa mikono, Roho Mtakatifu akajaa juu yao, wakaanza kunena na kutabiri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ile andiko la Matendo 8 tunaona ya kwamba katika kipindi kile kule Samaria nao walilipokea neno la uzima. Baadhi ya wanafunzi wakatoka kwenda kuwafundisha kuhusu Roho Mtakatifu na kuwaeleza jinsi ambavyo Roho Mtakatifu anapaswa kuwajaza. Nao waliposikia hayo mambo, wakawekewa mikono, Roho wa Bwana akawajaza, wakaanza kunena na kutabiri. Kwa hiyo kupokea Roho Mtakatifu na kunena na kutabiri ni mambo ambayo yapo kwangu na kwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Nikuulize swali hili. Je, upo tayari kujazwa Roho Mtakatifu? Na kuuliza tena, umetamani haya maji ambayo Yesu anakuitia ili ujazwe Roho Mtakatifu? Simama kwa miguu yako pale mahali ulipo.